moto, makazi yake meupe yangaza kushinda vyote. Pamdogo Yesu aliyesulubiwa. Bila shaka version yake ni version ama ni rendition mwanatimu kubwa yake, bila shaka inapendeza tena sana. Tuko Facebook live, rusha macho pale confirm tuko sawa mwanatimu kubwa ama namna gani, unasikika papa? Alright, so tuende kazi. Jack Jason anasema tuko shwari, tuko poa, loud and clear. Asante sana Biba Eden, nashukuru uko sawa. Tuendelee mwanatimu kubwa. Nianze kwanza kabisa na kukuwezesha kurusha macho kiasi kwa yale mambo ambayo yanaendelea katika siasa. Tumekuwa tukifuatilia kwa karibu, sijui kama umekuwa ukifuatilia kwamba Kalonzo Musyoka atasimama wapi, atakuwa na Azimio ama atakuwa na Kenya Kwanza ama atakuwa kivyake, ama unawatawania urais mwenyewe. Na bila shaka wengi tumeshindwa kujua itakuwaje, hatima itakuwa vipi pale kileleni. Maana leo yuko hapa, kesho yuko, vitisho vyatoka kuhusu yuko ama hayuko, nini na nini. So hatuwezi, ni kama maji ni wamshika hivi na shaponyoka, hayuko. Yani ni ngumu kumfuata na kujua kutaendaje mwanatimu kubwa, lakini na hakika kwamba ako na strategy. Na mbali naye tunaona pia viongozi wengine ambao wanatoka kwa katika chama kimoja kienda ama muungano mmoja, coalition moja kienda katika coalition nyingine. Ni mambo ambayo tutashuhudia kwa muda, japo muda na yoyoma na muda unakaribia. Itafika wakati hata kuhama itakuwa haina manufaa, kuondoka haitakuwa na manufaa yoyote. Kwa hivyo katika huu mchezo wa siasa mwanatimu kubwa, naona kana kwamba kujua timing ya kutoka, kama uko kwa chama moja, kujua timing ya kutoka chama moja ama muungano mmoja kwenda mwingine ni jambo la muhimu sana mwanatimu kubwa, kujua wakati wa kuondoka. By the way, na nimekuja fahamu mwanatimu kubwa kwamba sio siasa tu, hata katika kila sehemu ya maisha yetu. Kwa mfano, huyu mwanadada ambaye wacha tu yule ambaye yuko kwa ndoa, huyu ambaye hajaingia hata kwa ndoa, lakini sasa hivi anaweza kukuhesabia kwamba amepigwa mara kadhaa na boyfriend. My friend, amepigwa mara kadhaa na boyfriend, lakini haijamgusa kwamba anapaswa kuondoka katika mahusiano hayo. Hajajua wakati wa kuondoka, licha ya kupigwa sio mara moja, sio mara mbili. Hajajua wakati wa kuondoka ni upi katika mahusiano design hiyo. Natafakari yote na kujiuliza tu umuhimu wa kujua mwanatimu kubwa wakati wa kuondoka. Huyu mfanyakazi ambaye amenyanyaswa, anafanya kila kitu. Nashangaa kufikia sasa mwanatimu kubwa bado hajajua ni vipi aondoke, ama wakati wa kuondoka unapaswa kuwa wakati upi. Nimekuja kufahamu mwanatimu kubwa, njia moja ya kuweza kukua effective maishani hakika ni kujua time ya kutoka. Wengi wanasema ukitaka kuondoka, hususan katika nyanja ya uongozi ama katika talanta, ni wakati uko kwenye peak kabisa. Yani uko poa, ngoja mpaka uishe rangi. Wakati ambapo uko kwenye peak kabisa, ndio time poa ya kuondoka kabisa. Na bado natafakari jambo hilo, sijui kama unakubaliana nalo. Yote 9-10 mwanatimu kubwa, ni muhimu sana kujua wakati wa kuondoka. Manake nahofia kwamba tusipojua wakati wa kuondoka popote pale mwanatimu kubwa, huenda tutajipata katika hali ya utumwa, huenda tutajipata katika hali ya kuonyeshwa madharau, katika hali ya kunyanyaswa. Kuna watu ambao waliona enough is enough kukua Kenya na wakaondoka, wakatoka Kenya, walitoka time poa, na walipoondoka mwanatimu kubwa, milango imewafungukia kule nje na wanashamiri kule nje. Maisha yao yameboreshwa, walijua it is time to go na wakatoka mwanatimu kubwa. Ni hakuna kitu kizuri mwanatimu kubwa kama kujua wakati wa kuondoka. Ni kitu muhimu sana, kutakuhifadhia heshima zako, kutakufungulia milango zaidi, kutakupatia opportunities kibao ukijua wakati wa kuondoka.
So utapata wengine wetu tumezoea hiyo tabu mpaka hatuna plani ya kutoka. Tumezoea huko kunyanyaswa mpaka hatuna time ya kuondoka. Tumezoea huo uvundo, lakini hatufikirii bado kuondoka. Mwanatimu kubwa, njia moja ya kukua, njia moja ya kuweza kumea mabawa mapya na kuweza kupaa, mwanatimu kubwa, zaidi ya kile kiwango ambacho umeweza kupaa, ni kujua wakati mufti wa kuondoka. We have to, lazima tuwe alert, tujue hiyo time ni ipi, mwanatimu kubwa. Hivi hata nikifunga macho nijaribu kufikiria nilipokuwa katika tumbo ya mamangu, ni vipi basi nilijipenyeza mwanatimu kubwa, nikajisukuma na nikatoka. Siwezi kumbuka kabisa. Lakini hata nikiwa kiumbe kidogo hicho ambacho kiko kwa mamake, mwanatimu kubwa, ile miezi 9 ilipofika, niliondoka tu toka kwa tumbo ya mamangu. Kujua wakati wa kuondoka, mwanatimu kubwa, ni baraka. Just know when to leave, when to exit, ni baraka. Kwa hivyo hata katika safari yetu ya Ukristo, mwanatimu kubwa, na tunapoomba pia tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwamba wakati wa kuondoka ukifika, kama umelaza damu akuamshe jamani, kama umezubazuba akuchangamshe, kwamba season ya kutoka isifike, mwanatimu kubwa, na ukasalia uko pale pale, utaanza kuwa irrelevant, utaanza kuhangaika. You need to know when to exit, when to leave. We need to know that. We have to, mwanatimu kubwa. Nasema hayo kwa sababu tokana na maandiko ambayo nayapata mchana wa leo katika kitabu cha Yoshua 16, mwanatimu kubwa. Yoshua 16 pale, tukiangalia kabila la Efraimu likipewa ardhi yao. Watu wa kabila la Efraimu kulingana na jamaa zao walipata sehemu yao ambayo mpaka wake upande wa mashariki ulipita Ataroth Adari hadi Beth Horoni ya juu na kuishia bahari ya Mediterania. Kwa upande wa kaskazini mpaka ulipita Mikmetathi, na kwa mashariki yake ulizunguka na kuelekea Tanath Shilo ambako ulipita upande wa mashariki hadi Yanao. Kutoka Yanao ulikwenda hadi Atarothi na Naara hata kufika Yeriko ambako uliishia katika mto Yordani. Kutoka Tapua mpaka ulikwenda magharibi hadi kijito cha Kana na kuishia bahari ya Mediterania. Hii ndio nchi waliopewa watu wa kabila la Efraimu kulingana na jamaa zao, pamoja na miji na vijiji ambavyo waliongezewa kutoka kwenye nchi ya kabila la Manase. Waefraimu hawakuwafukuza Wakaanani walioishi Gezeri. Piga mstari hapo 10. Waefraimu hawakuwafukuza Wakaanani walioishi Gezeri. Wakaanani hao waliendelea kukaa miongoni mwa watu wa Efraimu mpaka leo, wakiwa underline watumwa wa kuwafanyia kazi za kulazimishwa. Waefraimu hawakuwafukuza Wakaanani. Kulikuwa na Canaanites pale, mwanatimu kubwa, ambao walikuwa naishi pale Gezeri na hawakufukuzwa. Kwa hivyo Wakaanani ambao hawakufukuzwa wakaamua wakae hapo hapo, na kwa kuwa waliamua wakae hapo hapo, mwanatimu kubwa, wakafanywa kuwa watumwa na zile kazi za kulazimishwa wakasukumiwa wao. Hapa ni pale ambapo kulikuwa nyumbani kwa Canaanites, mwanatimu kubwa, kulikuwa ni kwao, na Mwenyezi Mungu amewapatia Waisraeli, lakini hawa walikataa kubanduka, wakasalia pale pale, wakaamua kuishi kati yao. Ukiniuliza mwanatimu kubwa, pengine hiyo ndio ilikuwa proper time ya Wakaanani kujua mji ushatekwa, nchi ushatekwa, it is time to go. Lakini wao kwa kusalia tu pale pale wakafanywa kuwa watumwa, wakafanywa kufanya kazi za kulazimishwa. Ni mateso hayo, mwanatimu kubwa. Kwa ufupi, kukubali kuishi katika mateso ni mateso hayo. Na naona umuhimu wa wewe mwenyewe, usingoje ufukuzwe, maanake saa zingine hutafukuzwa. Usingoje kuondolewa, maanake saa zingine hutaondolewa. Lakini mateso
utakabiliana nayo kila siku. Utaishi mateso, maisha ya utumwa, maisha ya kunyanyaswa, maisha ya kuvurugwa, maisha ya kudharauliwa. Hufukuzwi, huondolewi. Ni wewe mwenyewe kuamua it is time to go. Ni muhimu kujua wakati wa kutoka ni upi. Very, very important. Na saa zingine sisi wafanya mambo mabaya, unaweza kuwa unafanya kitu kizuri. Kwa mfano, Yesu alikuwa anawafunza wengi kuhusiana na kwa nini yeye alikuwa kabla Abrahamu, na akieleza Wayahudi kwamba kabla Abrahamu alikuwepo, Wayahudi walikuwa tayari kumpiga mawe, mpaka akamwambia wewe sasa una pepo. Ukisoma pale Yohana 8 kuanzia 52, basi Wayahudi wakamwambia sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa. Wajifanya wewe nani bana? Wakazushia Yesu pale 58. Ukiteremka pale, Yesu akamwambia amin, amin nawaambia, yeye Ibrahimu sija kuweko, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Hiyo haikuwa time ya Yesu kufa. Hiyo haikuwa time ya Yesu kuchapwa. Hiyo haikuwa time ya Yesu kusulubiwa. So kwa sababu haikuwa time yake, mwanatimu mkubwa wakiwa wanapanga kushika mawe kumchapa, jamaa Yesu hiyo sneak akatoroka, akaondoka mahali pale. Mwanatimu mkubwa, no when to go, no when to move. Mwanatimu mkubwa, jameni, jua time ya kutoka. Usingoje pale mpaka uwawe pale, usingoje pale mpaka talanta yako ife, usingoje pale mpaka ushawishi wako udidimie, usingoje pale mpaka ujipate maisha ya utumwa. Always know wakati wa kuondoka, mwanatimu mkubwa. Mwingine namuona katika maandiko ni Musa wakati kidogo ametetea Mwibrania, ndugu yake pale, akija anapata Waibrania wawili, sasa ndio wanapigana, jamaa anamwambia wewe kwa unataka kutufanya vile ulimfanya yule Misri, wataka kutua. Musa alipojua kwamba kumeenda hivi na hivi, Musa si huyo akaondoka. Alijua time ya kuondoka na alitoka time poa, manake Mwenyezi Mungu alikuwa anamngoja upande ule mwingine kumpatia purpose, kumpatia ministry, kumpatia kazi. Jua mwanatimu mkubwa wakati wa kuondoka. Usibaki pale ukafurahi na ukafurahia kwamba hufukuzwi, ukafurahia kwamba huondolewi, ukafurahia kwamba sijui hakuna kuna wakati wa kila kitu. So tukubaliane nawe kwamba wakati wa kuondoka, mwanatimu mkubwa, utaondoka. Okay? Nataka tubaliane kabisa, mwanatimu mkubwa, na sitaki kumalizia tu hapo. Timu kubwa, hata hapa duniani tunapoishi, Mwenyezi Mungu ameiweka wazi wakati wa kuondoka katika maisha ya dhambi. Pia ushaambiwa wazi, hiyo umepewa siri, ni sasa. Wakati wa kuacha maisha ya dhambi, wakati wa kuacha mke wa mtu unajifanya ni wako, wakati wa kuacha mme wa mtu, wakati wa kuacha hizo njama za wizi, ujambazi. Umeambiwa wakati wa kuondoka katika hizo tabia, mwanatimu mkubwa, ni sasa. Hiyo Mwenyezi Mungu ameweka wazi. Wakati wa wokovu ni sasa, ni leo. So make up your mind, mwanatimu mkubwa. Utasalia papo hapo, mwanatimu mkubwa, ama utakata kauli na uondoke. Fahamu wakati wa kuondoka.